Yesu anakutana na kina mama wa Yerusalemu. Nao askari walipomsulubisha Yesu, waliyatwaa mavazi yake, wakayafanya mafungu manne, kwa kila askari na fungu lake, na kanzu nayo. Basi kanzu ile ilikuwa ikushonwa, ilikuwa imefumwa yote pia tangu juu, ili litimie andiko lile linenalo, waligawanya nguo zangu na vazi langu wakalipigia kula. Basi ndivyo walivyofanya wale askari. Baada ya hayo, Yesu hali akijua ya kuwa yote yamekwisha kumalizika, ili andiko litimizwe, akasema, kulikuwako huko chombo kimejaa siki. Basi wakatia sifongo iliyokuwa imejaa siki juu ya ufito wa isopo, wakampelekea kinywani. Ilikuwa yapata saa 6 mchana, jua likaacha kuangaza, giza likaifunika nchi yote mpaka saa 9. Na pazia lilokuwa limetundikwa hekaluni likapasuka vipande viwili. Yesu akainama kichwa, akaisalimu roho yake.
Hata baada ya hayo, Yusufu wa Arimathaya, naye ni mwanafunzi wa Yesu, lakini kwa siri, kwa hofu ya Wayahudi, alimwomba Pilato ruhusa ili auondoe mwili wa Yesu, na Pilato akampa ruhusa. Basi akaenda huko, akauondoa mwili wake, akaenda nayo Nikodemo, yule aliyemwendea usiku hapo kwanza. Akaleta mchanganyiko wa manemane na uudi, yapata ratri 100. Basi wakautwaa mwili wake Yesu, wakaufunga sanda ya kitani pamoja na yale manukato, kama ilivyo desturi ya Wayahudi katika kuzika. Na pale pale aliposulubiwa palikuwapo na bustani, na ndani ya bustani kuna kaburi jipya ambalo hajatiwa bado mtu yeyote ndani yake. Humo basi, kwa sababu